Na sio jambo la kupuuzia hili. Ushauri wangu sio jambo la kupuuzia hili afande Sidifu. Hawa watu wadhibitiwe haraka sana. Sio watu wazuri hawa. Sio watu wazuri kabisa. Yaani sio watu wazuri. Sasa wanasiasa wastaafu, wanasheria wastaafu, viongozi wa jeshi wastaafu, viongozi wa dini. Hivi hamuoni hii hatari ambayo iko mbele yetu? Ingawa baadhi yenu mmejitokeza kuongea, lakini wengi wenu bado mpo kimya. Au mnadhani kwamba hili swala haliwahusu? Now I promise you, hii hatari mkikaa kimya, kwa sababu nyinyi mnajiona mko salama, nyinyi viongozi wa staafu na wengine mnaona mnakaa tu kimya, mnajiona mko salama. I promise you, hii hali ikitokea, madhara yake na nyinyi mtakuja kuona baadaye. Lazima itawafikia. Lazima mtawafikia, itawafikia tu. Sasa hivi mnaona kwamba mnakaa kimya, mnaacha tu mambo yanafanyika ovyo ovyo, nyinyi mnakaa kimya. Au mnanufaika na nyinyi? Na washauri viongozi wangu wastaafu, viongozi wa dini, msikae kimya. Taifa linaenda kupotea. Tuwa kweli katika hili. Msikae kimya, taifa linaenda kupotea. Msikubali uchaguzi ufanyike. Hakuna mchaguzi wa aina hii. Wanalazimisha kwa sababu wanajua mambo yao waliyofanya, uchafu waliofanya. Na ndio maana wanalazimisha sana. Tuongee ukweli. Hakuna kuficha hapa. Kuna swali lingine ambalo mheshimiwa Polepole alizungumzia. Na mimi napenda tu nilisisitizie. Nashauri katika taasisi zote za serikali, vyombo vya ulinzi na usalama, mahakama, bunge, wizara zote, hasa wizara ya fedha, taasisi za usalama wa taifa na sehemu nyinginezo, tunzeni taarifa zote za ushahidi zinazohusu ukiukwaji wa sheria na taratibu za serikali. Kama msipofanya hivyo, time will come, and it very soon, time will come, tutatakiwa mtujibu, tutataka mtujibu wapi zilizopo hizo taarifa. Na hatutakuwa na uvumilivu na mtu yoyote. Sure, I'm telling you. Hatutakuwa na uvumilivu na mtu yoyote. Tunzeni hizo taarifa. Tunzeni taarifa zote za mambo ya rushwa, za mambo za ukiukwaji wa madaraka, uvunjifu wa taratibu, uvunjifu wa sheria. Tunzeni hizo taarifa. Time will come, tutahitaji hizo taarifa. Hatuwezi kuacha mambo yanaenda hivi hivi tu kwenye taifa. Yaani sasa tutakuwa ni taifa la aina gani? Kwamba okay, tuache tu watu wanafanya wanayoyafanya, tuache. Hili halitakuwa ni taifa. Tanzania inaheshimika sana. Sasa watu wachache tusikubali waliharibu taifa letu. Iko kitu kiwezekani. Hakiwezekani mbinguni na duniani. Pia nashauri wanasiasa na baadhi wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, hebu tuache kutengeneza psychological fear kwa Tanzania. Hayo mambo yashapitwa na wakati. Tuache kutengeneza psychological fear kwa Tanzania, kutisha mara sijui kupita mitaani. Hayo mambo yashapitwa na wakati. Tuwe watu wa kisasa, tuwe watu ambao tunafikiria positively. Hayo mambo yashapitwa na wakati. Uwezo kutumia njia hiyo ya miaka yote, kwa sababu ilikusaidia kipindi kile na kipindi hiki, basi kitakusaidia. Tuache. Waache wa Tanzania wafanye mambo yao kwa mujibu wa katiba. Kama issue ya maandamano ipo kwa mujibu wa sheria na katiba. Waacheni wafanye haki yao. Kwa nini mnatengenezea mazingira ya kuwatisha? Hii jambo sio jambo zuri. Tunavunja katiba mnapofanya hivyo. Maana mkifanya hivyo mnaongozea hasira hawa watu. Mwisho wa siku wanakomaa, wanazoea, wanaona kumbe watafanya hivi, kumbe wanapita mtaani wanananili. Hebu tubadilike, hili sio jambo zuri, halina afya. Njia pekee ya kutuliza mambo hapa, yani njia pekee, the only way to settle down all the problem, ni kufanya mwafaka wa kitaifa. Hiyo ndio njia pekee ambayo itasaidia haya yote, kuliko kwa tisha. Na watishaji wananchi, watu wenu walipa kodi hawa, wake zenu hawa, wa marafiki zenu, ndugu zenu, wachumba zenu,
ndio hawa wako uraiani. Kwa hiyo mnawatisha. Kwa nini mnawatisha? Sio jambo zuri. The only way ni kufanya mwafaka wa kitaifa, kudumisha upendo na amani katika taifa, na sio kuwatisha raia. Mimi sikubaliani nayo iko kitu na sikipendi. Tunataka tujue pia huu mwaka ni tofauti. Hili swala halihusu chama fulani, eti sijui chama cha upinzani. Hapana, hili swala ni la taifa. Tusome alama za nyakati tuone. Hili swala linahusu taifa. Sio swala la Chadema hili swala. Kwa mwaka huu mnabidi muangalie hata nyenye tofauti wa huu mwaka. Watu waridhishwe nao endelea nchini. Mwafaka wa kitaifa unahitajika. Na ningependa ni washauri wa Tanzania, wananchi, sincerely, mpo katika right track. Mnachokifanya au mnachotaka kukifanya, sijui maandamano, mpo sahihi. Mpo sahihi kwa sababu hata baba wa taifa ameliongelea hilo. Mpo katika right track. Mna baraka zote kutoka kwa baba wa taifa, mna baraka zote kutoka kwa Mungu na hata kwangu. Na pia mnataka mtambue kwamba asilimia kubwa ya wanajeshi wapo upande wenu. Wengi hawezi kutoka hadharani kama nilivyotoka mimi, kwa sababu sio ujasiri wa kila mtu ambaye anaweza kufanya hivi. Ila mtambue wanajeshi wengi na askari, hata kwenye polisi huko na sehemu nyingine, wapo upande wenu. Hapo upande wenu kabisa. Na kwa sababu mnachokisimamia ni haki na kinaonekana, basi jua hata baba wa haki ni Mungu wetu, Mungu wa mbinguni, yupo upande wenu. Hakuna kuogopa wala kutia huruma. Hili naliongea kwa msisitizo. Hakuna kuogopa wala kutia huruma. Na ole wake. Yaani hapa naliongea sasa kwa kumaanisha ole wake polisi au mtu yoyote atakayewazuia wa Tanzania kutimiza haki yao kikatiba. Siku inakuja, I promise you, siku inakuja tutakuuliza kwa nini ulikubali kupokea amri ya kuwazuia hao watu au kuwaua au kuwazuru. Kwa nini ulikubali kufanya hivyo? Najua muamini, lakini siku iko njiani. Hatuwezi kuacha taifa lipotezwe na watu wachache. Iko kitu kikubali. Hakikubaliki hata kidogo. Hayo mambo 6 yalikuwa ushauri wangu kwa wakuu wangu. Kwa hiyo kama mkiona inafaa kutekeleza, basi itakuwa jambo la heri, itakuwa jambo zuri, kwa sababu lengo ni kulisaidia taifa letu, kuliokoa katika hiki kipindi. Na tusidharau kwamba hakuna hatari. Hatari ipo na ni kubwa sana. Sasa jambo lingine la mwisho, ningependa tu ni washauri wasanii na ma-influencers, wasanii mbalimbali na ma-influencers, vioo vya jamii hao wanajiita. Wasanii, jitahidini mkae upande wa wananchi. Huo ni ushauri ambao nawapa, japo sio wa ulazima sana, ila ningependa ni washauri mkae upande wa wananchi. Jifunzeni kwa wasanii wengine wa nchi nyingine. Matatizo kama haya yakitokea, angalieni woga wanakaa upande gani. Huo ni ushauri wangu wa bure na ni mzuri kabisa. Kama ikiona inafaa, mnaweza mkautekeleza. Ila kama mkiona haifai, pia mnaweza mkauacha. Nimemaliza. Ila kabla ya tarehe 29, Mungu akitupa uhai, nitarudi tena. Kabla ya tarehe 29, na kama kutakuwa hakuna mabadiliko yoyote, nitarudi tena. Lengo ni kuliokoa hili taifa, tulisaidie. Hatuwezi kukaa kimya. Nitarudi tena kabla ya tarehe 29. Asanteni na watakia wakati mwema. Mungu awabariki sana.